Shalom, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakukaribisha tena katika channel yetu hii ya afya pamoja na injili, ambapo tunatoa elimu kuhusiana na afya ya mama pamoja na mtoto, lakini pia tunakuwa na vipindi vya mafundisho, mahubiri, ushauri pamoja na maombi. Majina yangu naitwa Pastor Detrix Ndarawa, mwana theolojia lakini pia muuguzi au mkunga ambaye ndo msimamizi wa kipindi hiki. Ninakukaribisha shiriki pamoja nasi, usiache kusubscribe katika channel yetu na utakuwa unabarikiwa. Basi tunapoenda kuanza, niombe kufungua kipindi hiki ili Mungu aweze kututangulia. Then baada ya hapo nitasema topic ambao leo tunakwenda kujifunza. Asante Mungu Baba, ninakushukuru Ebeneza kwa sababu ya siku ya leo. Ebeneza, wewe ni mwema tena ni mkuu. Asante Mungu Baba kwa sababu ya wema na baraka zako. Ebeneza, tunapoanza kipindi hiki siku ya leo, tunaomba Mungu Baba ukatutangulie, tukaone neema, tukaone ukuu, tukaone wema wako Ebeneza. Mungu Baba, tunafunga njia zote za shetani mwovu ibilisi. Mungu Baba, leta maarifa Baba, leta uelewa. Watu wako Mungu Baba wasiangamie kwa sababu wanayakosa maarifa yako. Bali Mungu, kupitia kipindi hiki Bwana, neema yako na nguvu yako na ufahamu wako Yehova ukampate kila mmoja anayesikiliza kwa ajili ya manufaa yako Ebeneza. Asante Baba kwa sababu ninajua utasimama pamoja na sisi tangia tunaanza mpaka tunamaliza. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Basi nakukaribisha tena mpendwa, kama ambavyo nimesema katika channel hii. Ninaitwa Pastor Detrix ambaye ni daktari, maana kuna theolojia pamoja na afya, ambapo zote hizi tunazicombine kuhakikisha kwamba unakuwa na afya bora ya roho, lakini pia unakuwa na afya bora ya mwili. Kwa siku ya leo tutakwenda kuzungumza kuhusiana na somo ambalo linasema madhabahu. Somo ambalo linasema madhabahu. Ninafahamu ninaposema neno madhabahu kwamba wengi tumekutana nalo. Kwa Kiingereza madhabahu ni altar. Altar ndo maana ya madhabahu. Kwa wengi tumesikia hili neno na pengine wengi tumewahi kuhubiriwa hili neno, au wengine tumewahi kulihubiri hili neno, lakini na mimi nimekuletea leo tuweze kuzungumza kama vile ambavyo Mungu amenifunulia madhabahu. Na basi nitakwenda kutumia kifungu cha Wafalme wa Kwanza. Tutasoma Wafalme wa Kwanza ile sura ya 18, tutasoma mstari wa 25 mpaka mstari wa 38. Ni kifungu kirefu kidogo, kwa hiyo nitakwenda kusoma kwa neema ya Mungu. Biblia inasema, Elia akawaambia manabii wa Bari, nichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana nyinyi ndio wengi, mkaliite jina la Mungu wenu, wala msiitie moto chini. Wakamkamata yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakalita jina la Bari tangu asubuhi hadi adhuhuri, wakisema, Bari utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka akisema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala, shariti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata na visu na nyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya makabila ya wana wa Yakobo, aliyejilia na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akaifanya mifereji kama vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni. Akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 8 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akamkaribia akasema, Bwana Mungu wa Abraham na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Uniitikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu,
na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kifungu cha leo kilikuwa ni kikubwa kidogo, na kama nilivyosema kwamba leo tunakwenda kuangaza somo ambalo linasema madhabahu. Basi nini maana ya madhabahu? Nini maana ya madhabahu? Nitakwenda kusema mambo matano tofauti ambayo yanamaanisha madhabahu. Unaposema madhabahu linakuwa lina maana tano. Maana ya kwanza ni mahali palipoinuliwa kwa kusudi la kumtolea Mungu au muungu sadaka. Madhabahu ni mahali palipoinuliwa kwa kusudi la kumtolea Mungu au muungu sadaka. Namba mbili ni eneo ambalo ulimwengu wa kiroho, yani Mungu au muungu, unawasiliana na ulimwengu wa kibinadamu. Namba mbili, madhabahu ni eneo ambalo ulimwengu wa kiroho, naposema ulimwengu wa kiroho, eza Mungu au muungu unawasiliana na ulimwengu wa mwanadamu. Namba tatu, ni eneo linaloinuliwa kwa imani kwamba Mungu au muungu hujifunua na kutoa ujumbe, na ujumbe huo waweza kuwa ni baraka, laana au hukumu. Ni eneo ambalo linainuliwa juu, maana hakuna madhabahu ambayo inaachwa chini, huwa tunainua madhabahu juu. Kwa ni eneo ambalo linainuliwa kwa imani kwamba ni Mungu au muungu huwa anajifunua pale na kutoa ujumbe, na huo ujumbe yawezekana ikawa ni baraka, ikawa ni laana au ikawa ni hukumu. Namba nne, ni eneo linalotumika kwa kusifu, kuabudu na kufanya maombi kwa Mungu au muungu. Ni eneo ambalo linatumika kusifu, kuabudu au kufanya maombi kwa Mungu au kwa muungu. Neno madhabahu limetajwa mara 363 katika Biblia. Neno madhabahu limetajwa mara 363 katika Biblia. Lakini pia madhabahu ni eneo la mabadilishano kati ya Mungu au muungu na mwanadamu. Ni eneo la mabadilishano, exchange, katika ulimwengu wa kiroho baina ya Mungu na mwanadamu. Nitarudia vizuri sana. Nini maana ya madhabahu? Tumesema madhabahu ni mahali palipoinuliwa kwa kusudi la kumtolea Mungu au muungu sadaka. Tumeona katika hiki kifungu kwamba Baali na manabii wake walitengeneza madhabahu, na Elia naye akatengeneza madhabahu ya Mungu, na wote waliweka pale kutoa sadaka. Kwa ni eneo ambapo linainuliwa kwa kusudi la kumtolea Mungu sadaka. Namba mbili, tukasema ni eneo ambalo ulimwengu wa kiroho, yani ulimwengu wa Mungu au ulimwengu wa muungu na ulimwengu wa mwanadamu vinakutana. Tunaona wote manabii wa Baali pamoja na Elia wote walitengeneza, na wote wakawa wanaita nguvu ya Mungu iweze kukutana pamoja nao. Tukasema namba tatu, ni eneo linaloinuliwa kwa imani kwamba Mungu au muungu huo unajifunua pale na kutoa ujumbe, ambao ujumbe huo waweza kuwa laana, ujumbe huo waweza kuwa baraka au hukumu. Tunaona kwamba Elia akasema kwamba naijulikane kwamba wewe ni Mungu na wewe ndio uliyenituma, na Mungu akajibu kuonyesha kwamba kweli yeye ni Mungu na kweli amemtuma Elia. Tukasema kwamba namba nne, ni eneo linalotumika kwa kusifu, kuabudu na kufanya maombi kwa Mungu au muungu. Tunaona kwamba wote manabii wa Baali walifanya maombi yao, wakasifu, wakacheza, wakarukaruka, wakajichana na viwembe, lakini Mungu wao hakujibu. Lakini pia Elia tunaona naye aliinuka, akasifu, akaabudu, kisha akafanya maombi mbele za Mungu, ambapo Mungu akamjibu kwa moto. Kwa ni eneo ambalo tunasifu, tunaabudu na kufanya maombi kwa Mungu au kwa muungu. Na tukasema ya mwisho, ni eneo la mabadilishano baina ya Mungu na mwanadamu. Tunaona kwamba waliweka ng'ombe, na Mungu alivyokuja yule ng'ombe akawa amechomwa yote, kwa wakabadilishana. Mungu akawa amepokea sadaka na Mungu akawa ameachilia moto au majibu. Kwa hiyo madhabahu inakuwa inapatikana maeneo yapi? Madhabahu tumeona maana yake. Sasa hii madhabahu inapatikana maeneo yapi? Madhabahu inapatikana hekaluni au kanisani. Namba moja, inapatikana hekaluni au kanisani. Mfano mzuri ni katika lile hema la Musa.
kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketeza na kulikuwa kuna madhabahu ya sadaka ya ubani. Lakini pia soma kitabu cha Ezekieli ile sura ya 43 ule mstari wa 15. Kwa madhabahu ya kwanza inapatikana katika hekalu au kanisa. Kila kanisa utakapoingia utakuta pale mbele kuna madhabahu ambapo mahubiri yanafanyika, ambapo sadaka inatolewa, ambapo watu wa kusifu na kuabudu wanapanda pale kuimba, lakini pia ambapo mambo yote yanayohusiana na ibada yanatendeka pale. Kwa tumezoea sana kuona lile eneo ambalo mara nyingi ndio linakuwa mbele ya kanisa linakuwa limeinuliwa. Kwa lile eneo ndilo madhabahu. Kwa sehemu ya kwanza inapatikana hapo. Na tumesema katika madhabahu ile ya Musa kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketeza, lakini pia kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya ubani. Kifungu ni Ezekieli 43 mstari wa 15. Namba 2, kuna maeneo mengine ambayo madhabahu inapatikana tukiachana na hekalu au kanisa. Kwa mfano, madhabahu inapatikana nyumbani mwa watu. Nyumbani mwa watu. Waganga, wachawi, washirikina au popote pale ambapo kuna miungu. Kwa madhabahu inapatikana majumbani mwa watu. Kwa waganga kuna madhabahu, kwa wachawi kuna madhabahu, kwa washirikina kuna madhabahu, na mahali popote pale ambapo huwa kuna miungu yoyote ya aina ile. Kwa hiyo aina za madhabahu, tumeona nini maana ya madhabahu? Tumeona madhabahu zinapatikana wapi? Kanisani, lakini pia zinapatikana maeneo mengine kwa watu. Hasa madhabahu zina aina gani? Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu. Tunaona kwamba Elia akamtengenezea Mungu madhabahu. Madhabahu ya Mungu. Aina ya pili ni madhabahu ya kishetani, ya kipepo au ya miungu. Kwa waganga wana madhabahu, lakini hiyo madhabahu sio ya Mungu. Wachawi wana madhabahu, lakini madhabahu sio ya Mungu. Washirikina wana madhabahu, lakini madhabahu sio ya Mungu. Katika ulimwengu hakuna sehemu yoyote pale ambapo kuna chanzo cha nguvu, iwe ni ya Mungu au ya miungu, ambayo hakuna madhabahu. Tutaelewa zaidi tunaposonga mbele. Kwa kuna madhabahu ya Mungu, kuna madhabahu ya maeneo. Kuna madhabahu ya maeneo. Kwa mfano wanakuambia kwamba kila ukifika katika eneo fulani kuna baadhi ya vitu inabidi ufanye. Ukitaka kukaa hapa inabidi labda uwe unatembea hivi. Ukitaka ufanye biashara hapa sharti ufanye hivi. Kwa maeneo mbalimbali mpendwa yanakuwa na madhabahu yake. Madhabahu ya Iringa sio sawa na madhabahu ya Morogoro, sio sawa na madhabahu ya Mwanza, au madhabahu ya Wasukuma, madhabahu ya Wahehe, madhabahu ya makabila yao yametofautiana. Kwa maeneo yana madhabahu. Na ndio maana unaweza kaona ulifanikiwa Mwanza lakini ukaenda Dar es Salaam ukashindwa kufanikiwa, kwa sababu pale kuna madhabahu ambao inalani au inaenda na inaamuru mambo yatendeke katika ulimwengu wa kiroho wa hilo eneo. Kuna maeneo ambao ukipita, kwa mfano makaburini, unasikia mpaka nywele inasisimuka, unasikia kwamba haupo peke yako, kwa sababu lile eneo lina madhabahu. Kuna miungu ambao inajifunua pale, na ile miungu watu wa lile eneo mara nyingi wanakuwa wameifahamu na wengine wanaitumikia. Kuna madhabahu za familia. Na madhabahu la eneo inawezekana ikawa ni misitu, njia panda. Unasikia vunja nazi njia panda, ile ni madhabahu katika lile eneo. Kunakuwa na madhabahu za kipepo na kishetani. Madhabahu nyingine ni madhabahu za familia. Kila familia imekuwa na chimbuko lake tangia mababu na mababu. Kwa hiyo ni madhabahu ambayo imetengenezwa ndani ya familia. Kwa mara nyingi familia nyingi zina taratibu zake. Mtoto anapozaliwa, ndoa zinapofungwa, watu wanapokufa, kuna taratibu ambazo huwa zinafanywa. Kwa haya yote huwa yanafanywa kwa ajili ya kutimiza ile madhabahu ya familia, ambapo tuna imani kwamba miungu ya kwetu au miungu ya familia inaridhishwa na zile taratibu ambazo tunazifanya. Kwa madhabahu zipo za kifamilia, na katika familia hapa ndio unakuta kuna madhabahu za ulevi, madhabahu za uzinzi, madhabahu za mikosi na laana. Kwa mfano unakuta babu hakufanikiwa, mtoto hafanikiwi, vitukuu hawafanikiwi. Babu alikuwa mlevi, mtoto anakuwa mlevi. Kwa unakuta mama hakuolewa, unakuta watoto wake wote hawakuolewa, unakuta bibi hakuolewa, kwa sababu kuna madhabahu inayotembea ndani ya familia au ndani ya damu. Kuna madhabahu ambazo zina flow katika familia. Kuna madhabahu za tabia, kama ambavyo nimesema, tabia za ulevi, tabia za uzinzi, tabia za wizi. Unakuta haya ni madhabahu ambao yapo na yanatembea. Kwa unaona mtu ana tabia,
ujue kuna kitu ambacho kinaongoza au kinasimamia ile tabia iweze kujionyesha. Kuna tabia, kuna madhabahu nyingine za mateso. Madhabahu za mateso kama uchawi, uchoyo, wizi na mambo mengine, ulevi. Kwa kuna madhabahu ambazo ni za mateso. Kazi yake ni kuleta mateso ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa ukisoma Wafalme sura ya 18 mstari wa 30 mpaka 35, tunaona kwamba madhabahu zinaweza zikawa chanzo cha laana. Madhabahu zinaweza zikawa chanzo cha vizuizi wewe usifike maeneo fulani. Madhabahu zinaweza kuwa chanzo cha baraka, na madhabahu zinaweza zikawa ndio chanzo cha kukusababishia vilio na mateso makubwa sana ndani ya maisha yako. Isitoshe, kila kitu ambacho kinatendeka ndani ya maisha yako kuna madhabahu ambayo inanena juu ya kichwa hicho. Mwanadamu kwa jinsi alivyotendezwa na kuumbwa anasimamiwa au anafuata roho iliyo ndani yake. Lakini kuna roho wabaya ambao wanatumia hiyo fursa kutuingia na kutuongoza tutende mambo mengine ambayo pengine tungekuwa na roho nyingine tusingeweza kuyatenda. Na hizi roho mara nyingi zina chimbuko lake ni madhabahu. Kwa madhabahu inakuwa inanena, tunajikuta tumetenda vitu pengine hata pasipokuwa tunajua. Kwa hiyo madhabahu hizi basi zinakuwa na tabia gani? Tabia za madhabahu ni zipi? Namba moja, madhabahu ina sauti inayonena juu ya maisha yako. Madhabahu yoyote iwe ni ya Mungu au iwe ni ya miungu ina sauti ambayo inanena. Madhabahu inazungumza. Tukisoma Mwanzo ile sura ya 8 mstari wa 20 mpaka wa 22, tunaona kwamba Nuhu akamtengenezea Mungu madhabahu. Na baada ya kuwa ametoa sadaka, tunaona kwamba sadaka ile ikamfurahisha Mungu. Mungu akaondoa laana aliyokuwa ameiweka juu ya wanadamu na ulimwengu, kwamba sasa sitawaua tena kwa maji wanadamu. Kwa tunaona kwamba madhabahu ina sauti, na ile sauti ikatoa laana iliyokuwepo. Kwa mpendwa, kuna vitu ambavyo unanenewa, na hivi vitu ukinenewa vinaonekana kuleta madhara, eza mazuri au mabaya ndani ya maisha yako. Madhabahu zina sauti mpendwa, zinazungumza, na hiyo sauti ikiongea inatendeka na inaonekana baina katikati ya maisha yako. Namba 2, madhabahu zina matokeo. Madhabahu zina matokeo. Tumeona kwamba wale watu wa Baali waliruka, wakacheza, wakafanya walivyokuwa wanaweza, lakini matokeo yao hayakuwa chanya. Lakini tunaona kwamba madhabahu walioitengeneza Elia ilitoa matokeo. Moto ulishuka ukaangamiza ile sadaka iliyokuwepo. Kwa watu wote wakaamini kwamba Mungu yupo, wakashuka wakamrudia. Kwa madhabahu zina matokeo, na haya matokeo yaweza kuwa mazuri au yakawa wabaya. Na ndio maana unasikia mtu alikuwa mweu, maana kuna madhabahu ilitoa sauti ya kwamba yule mtu maisha yake yavurugike, na kweli yakavurugika. Kwa madhabahu mpendwa zina matokeo. Sio jambo la kuchukulia simple au easy na kupuuzia wala kudharau. Madhabahu zina matokeo. Namba 3, madhabahu yoyote ile ina kiongozi. Madhabahu yoyote ile ina kiongozi. Tunaona katika hapa ni kwamba kiongozi wa madhabahu ya Mungu alikuwa ni Elia, na kiongozi wa madhabahu ya Mungu ambao uliitwa Baali walikuwa ni manabii wale 450. Kwa tunaona hakuna madhabahu isiyo na kiongozi, na huyu kiongozi mara nyingi ndiye anayeongoza kwa kunena, na ndiye anayesimamia shughuli zote za madhabahu. Ukija kanisani utakuta madhabahu inasimamiwa na mchungaji wa lile kanisa husika, na ukienda kwa mganga utakuta mganga anasimamia madhabahu yake, na pale katika ile madhabahu hakuna mtu mwingine anayekuwa na ubabe wa kufanya vitu vikatendeka isipokuwa yule ambaye anasimamia madhabahu. Hivyo hivyo wachawi nao wanakuwa na vibuyu vyao na mizigo, ambao yule aliyepewa mizigo ndio mwenye uwezo wa kusema na ile madhabahu ikatoa matokeo au majibu. Kwa hakuna madhabahu isiyo na kiongozi. Madhabahu yoyote ina kiongozi. Madhabahu inahitaji sadaka ili ilete matokeo. Madhabahu inahitaji sadaka. Na hapa ndipo watumishi wengi wa Mungu ambao tuseme wamejua hili jambo kidogo, wametumia hii kama fursa ya kujichukulia fedha nyingi sana, kwa sababu wanajua kwamba madhabahu inahitaji sadaka. Na Mungu anasema nyumba yangu inahitaji sadaka ili iweze kusonga. Tunaona katika Agano la Kale walikuwa wanatoa sadaka kila siku
Kwa hiyo mpendwa, sadaka inahitajika ili madhabahu kama ni ya Mungu iweze kunena kwako, na kama ni ya miungu nao wana sadaka zao, tena zinakuwa ni nyingi na zinakuwa kubwa. Kwa hiyo hakuna madhabahu ambayo inaweza katoa matokeo pasipokuwa imetolewa sadaka. Piga huu agaragaza mpenzi, unahitaji sadaka ili madhabahu iweze kunena juu yako. Madhabahu ambayo huitolei sadaka haiwezi ikanena juu yako. Madhabahu ambayo haina chochote ulichoweka pale haiwezi ikanena juu yako. Neno sadaka katika Biblia limetajwa mara 686. Limetajwa mara 686. Ukisoma Waibrania pia 13 mstari wa 10, Hesabu 23 mstari wa kwanza. Kutoka katika kitabu cha Mwanzo hadi cha mwisho tunaona kwamba sadaka ilikuwa inatolewa ili kufanya mawasiliano na Mungu. Kuanzia Biblia nzima, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha mwisho, tunaona kwamba sadaka ilikuwa ni muhimu ili kufanya mawasiliano na Mungu. Hata tunaona kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ilitakiwa au ilipasa afanyike sadaka ili mawasiliano baina yetu sisi na Mungu yaweze kurejeshwa. Maana mahusiano baina yetu sisi na Mungu yalikuwa yamevunjika katika bustani ya Eden. Kwa hiyo alitakiwa sadaka ili mahusiano yale na mawasiliano yale yaliyopotea yaweze kurejeshwa. Kwa hiyo leo hii tunaona tumekuwa na mahusiano na Mungu kwa sababu kuna sadaka iliyotolewa ambaye ni Yesu Kristo msalabani. Utasoma pia Waamuzi sura ya 6 mstari wa 19 mpaka wa 21, na utasoma Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwana wa pekee ili awe faida kwa watu wengi. Kwa sadaka inahitajika katika madhabahu yoyote, iwe ni ya Mungu iwe ni ya Mungu, ili uweze kupata matokeo katika ile madhabahu, ili ile madhabahu iweze kunena na itoe sauti juu ya maisha yako. Sharti lazima uwe unatoa sadaka katika lile eneo. Na nafikiri watu wa ulimwengu wa giza wamesimamia vizuri katika hili jambo. Wametoa sadaka kweli, na mara nyingi mambo yao yanaenda na kufanikiwa kwa sababu wanatoa sadaka katika madhabahu yao. Tofauti sana na sisi wa Kristo ambao mara nyingi tumekuwa na hali sana ya kuquestion kwa sababu hatuna maarifa wala uelewa kuhusiana na haya mambo. Lakini leo niko hapa niweze kukuelimisha mpendwa kwamba hakuna madhabahu itakayonena juu yako kama haitolewi sadaka. Utasoma pia Waibrania 13 mstari wa 15, inazungumzia kuhusiana na sadaka za sifa, kwamba Mungu pia sifa ni sadaka. Unampa Mungu sadaka ya sifa katika ile madhabahu, na ndio maana watu tunasifu Mungu, tunaimba Mungu wakati katika ile madhabahu. Kwa hiyo Mungu anatukuzwa na Mungu anatoa majibu kwa sababu tunamsifu. Utasoma pia Zaburi ya 50 mstari wa 14 na mstari wa 23. Utasoma pia Hosea mstari wa sura ya 14 mstari wa 2, ambapo inazungumzia dhabihu ya maombi pamoja na toba. Kwa hiyo kuna dhabihu ya sifa, kuna dhabihu ya kuabudu, kuna madhabihu ya ombi, kuna madhabihu ya toba. Haya yote yanahitaji yafanywe katika madhabahu ili ile madhabahu iweze kutoa majibu. Na nataka tu niongeze kwa kipande kidogo hapa kuhusiana na sadaka, kwamba katika Biblia kuna sadaka aina 5 ambazo ziliamriwa kulingana na kitabu cha Walawi. Sadaka ya kwanza ni fungu la 10, kuna malimbuko, kuna nadhiri, kuna shukurani pamoja na amani. Kuna aina 5 za sadaka. Yaani kuna fungu la 10, kuna malimbuko, kuna nadhiri, kuna shukurani pamoja na amani. Na katika haya yote sadaka iliyo kubwa ni fungu la 10, kwa sababu hii ni kama unaweka mkataba na Mungu kwa kumpa yeye sehemu yake ili yeye aendelee kukupa sehemu yako. Lakini watu wengi wamekuwa wanaona kutoa fungu la 10 ni kazi, na ndio sababu madhabahu nyingi za Mungu zinaacha kunena ndani ya maisha yetu. Matokeo yake tunaona shida kwa sababu fungu la 10 tumeacha kutoa. Na tabia ya 5 au ya mwisho ya madhabahu ni kwamba inatembea kutoka kizazi hadi kizazi. Madhabahu inatembea, matokeo yanatembea kutoka kizazi hadi kizazi. Na haya matokeo tumesema yawezekana ikawa ni baraka au ikawa ni laana au ikawa ni hukumu. Na nikatoa mfano kwamba alifanya kosa babu, lile kosa basi linasababisha babu kwa mfano asizae. Unakuta kutozaa kunatembea katika vizazi, kunakuwa na tabia ambazo zinafanana kizazi hadi kizazi. Basi tunaona ukisoma Wafalme
wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 4, Daudi anamwambia mwanaye Suleiman kwamba afuate ile madhabahu ya Mungu ambayo alikuwa anaitumikia kama anataka afanikiwe katika ufalme wake. Kwa Daudi anamridhisha mwanaye Suleiman madhabahu kwamba aitumikie ili aweze kufanikiwa kama yeye. Lakini pia utaenda kusoma Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 6 hadi wa 10 na Matendo ya Mitume 3 mstari wa 25 hadi wa 26. Kwa hiyo madhabahu ina tabia ya kurithi. Kwa hiyo kuna tabia nyingine ambazo tunadhirithi kutoka kwa vizazi vyetu, kutoka kwa mababu wetu ambao walifanya vitu na hivyo vitu vikaleta laana katika familia. Basi unakuta vizazi vyote ambavyo vinafuata vinatembea katika laana. Au unakuta wazee walifanya jambo ambalo lilifungua baraka katika familia. Basi unakuta vizazi vyote ambavyo vinafuata vinatembea katika baraka. Kwa madhabahu mpendwa zinatembea katika vizazi. Kwa usishangae kama nilivyosema kwamba babu ni mlevi, anakuja mtoto kuwa mlevi, anakuja mjukuu kuwa mlevi, anakuja kitukuu kuwa mlevi. Unakuta bibi alipata shida, mimba zilikuwa zinatoka, anakuja mtoto anapata shida ile ile. Anakuja mjukuu anapata shida ile, kinakuja kitukuu kinapata shida ile ile, kwa sababu madhabahu zinatembea kizazi hadi kizazi. Basi tunakwenda kumaliza somo letu ya kuona faida za madhabahu ni zipi. Kwa nini Mkristo unahitaji kuwa na madhabahu ya Mungu? Kwa nini kanisani kunakuwa na madhabahu pale mbele? Na kwa nini tunakuwa tunaombwa kwamba katika ile madhabahu basi tuwe tunatoa sadaka za sifa, sadaka za kuabudu, sadaka za toba, sadaka za maombi, lakini pia sadaka za kifedha ili tuweze kupata baraka? Kwa nini? Zifuatazo ni faida. Nimekuandalia faida 4 za madhabahu. Namba 1, madhabahu ya Mungu inaweka upatanisho baina yako wewe na Mungu. Madhabahu kama nilivyosema ni eneo ambalo linatupatanisha, linatuunganisha baina yetu sisi na Mungu. Utasoma Mwanzo sura ya 18 mstari wa 6 hadi wa 10. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 6 hadi wa 10. Madhabahu inatupatanisha na Mungu. Utamuona hapa Ibrahimu vile ambavyo madhabahu alikuwa anaitengeneza, na ile madhabahu ilikuwa ikimpatanisha na Mungu. Namba 2, madhabahu hutufungulia baraka. Madhabahu hutufungulia baraka. Huwezi ukapata baraka za kimungu mpendwa kama madhabahu ambayo upo hauitendei haki. Yaani hausifu pale, hauabudu pale, hauombi pale, hautubu pale na hauweki sadaka pale. Baraka zitakuwa ni nzito kuonekana ndani ya maisha yako. Kwa madhabahu zinafungua baraka ndani ya maisha yetu. Utasoma Kutoka sura ya 20 mstari wa 24 hadi 26. Utasoma Mwanzo sura ya 22 mstari wa 15 hadi wa 18. Utasoma kwa madhabahu utufungulia baraka. Namba 3, madhabahu hutufungulia ulinzi wa kimungu katika kila jambo ambalo tunalitenda ndani ya maisha yetu. Au madhabahu ni agano la ulinzi baina yako wewe na Mungu. Kwa kama madhabahu ile unaitumikia vizuri, kama nilivyosema, unatoa toba pale, unaomba pale, unatubu pale, unasifu pale, unaabudu pale, unatoa sadaka pale, unaweka agano la ulinzi baina yako wewe na Mungu. Kitu chochote ambacho kimewekwa katika madhabahu ya Mungu, shetani hawezi akakigusa, maana unakuwa umeweka mkataba wa kudumu baina yako wewe na Mungu. Na sifa ya 4 ni kwamba madhabahu husimama kama ukumbusho mbele za Mungu. Madhabahu inasimama kama ukumbusho mbele za Mungu. Kwa katika kila jambo Mungu ana tabia ya kufunua kumbukumbu na kuangalia mambo ambayo tumeyatenda. Kwa ukiwa madhabahu unaitendea vyema, inasimama kama kumbukumbu. Biblia inatuambia katika Wafalme wa pili sura ya 20, tunamuona mfalme Hezekia ambaye aliingia katika ufalme akafanya marekebisho